neno hili linalotoka katika Biblia yako takatifu Baba, liweze kutuinua na ili tuweze kukumbuka neno lako na tuweze kutembea na wewe siku zote. Tusamee dhambi zetu, tuongoze wale ambao hawajafika, tunaweka mikononi mwako. Mnenaji anaposimama Baba kwa ajili ya neno lako, uwepo wako mtawale, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu wetu, amekuwa mwema. Siku ya leo tena tunaanza mahubiri ya siku ya leo pamoja nami. Na wangapi wanamkaribisha mnenaji wetu dada Martha? Asante, karibu sana. Kama ilivyo kawaida yangu, kuanza niko na mbinu, lakini kumaliza sina mbinu. Ni mila na desturi. Tabibu mkuu huyo, Yesu mwenye atuletaye faraja, Yesu Mwokozi wetu. Sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Mwenyezi Mungu ni asante, maana umetuwezesha kufika siku ya leo. Tunapoenda kusoma neno lako, tuomba Roho wako Mtakatifu atuongoze. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Jana tuliweza kujifunza maneno mengi kuhusiana na familia zetu, hasa wazazi wetu wale ambao tuliacha nyumbani. Nani atanikumbusha fungu moja ambalo tulisoma juu ya wazazi wale tuliacha huko nyumbani? Haijalishi umewaepa, umekuja hapa kujitafutia riziki, hiyo sio shida, lakini nani atanikumbusha fungu moja ambalo tulisoma with no reverence? Proverbs 26 verse 27. Ilikuwa inasema nini? Wengine wamesahau. Tulisoma Proverbs 28 verse 24 ya kwamba mwizi ni yule anayekuwa wazazi vitu zao. Alafu tukasoma Proverbs 20 verse 21, ikiwa umebahatika kutunza wazazi, ajiria na wengine wapate nafasi ya kuwatumikia watakavyoweza. Alafu tukasoma Psalms 71 verse 9. Biblia ikasema ya kwamba usinitupe wakati nitakuwa mzee. Na kuna ingine hatukusoma, naomba tusome leo kuhusu hao wazazi. Deuteronomy ali amefungua huko 27 verse 16. Kumbukumbu la Torati 27 fungu la 16. Biblia inasema 27 27 verse 16. Biblia inasema na alaaniwe amdharauye babake. Narudia, na alaaniwe amdharauye baba yake au mama yake. Na watu wote waseme amen. Amina. Alaaniwe anayemdharau mzazi. Kama vile niliwaambia jana, wengi wetu tunadharau wazazi. Unasema wewe ulioleka vile nilioleka, hautaniambia kitu chochote. Huyu ni mama mkwe unaambia. Alafu ukikaa huko siku mbili unamwambia, kumbuka wewe ndio ulinifanya nikahama hapa. Sasa nikija hapa siku mbili nataka amani.
Ndio maana Biblia inasema katika kitabu ya Wagalatia 6 mstari wa 7 ya kwamba chochote ambacho mtu anapanda mavuno hiko na ni lazima. Hiyo basi wasi ya kwamba wale wazazi hata ingawa wameseeka, kwa vijana huwa wanatumia lugha ya Kiingereza huku ushago, sio hapa. Wanatumia lugha ya Kiingereza wakati mzazi anamtuma, wakati anataka afanye kazi fulani. Unasikia kijana akisema I can't tolerate such nonsense, na mzazi anafikiria ameongea kitu kizuri, ila tu hajajua. Hiyo basi ningewasia kwamba mzazi ni mzazi, awe ameseeka awe hajaseeka, lakini ni mzazi. Maana Biblia inasema ukiwadharau hawa, na wewe pia siku yacha na wewe utaseeka. John chapter 21 verse 18. Yohana 21 mstari wa 18. Biblia inasema hivi, Yohana 21 mstari wa 18. Biblia inasema ya kwamba akasema, amini amini nakuambia, amini nakuambia, wakati ulipokuwa kijana kama vile mko hivi, ulikuwa ukijifunga mwenyewe, unajifunga, unavaa vilivyo, unaenda mahali unataka na kwenda utakako. Lakini utakapokuwa mzee kama yule mzazi yule umeacha huko nyumbani, utainyosha mikono yako, na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Ndio maana nilisahau kuambia ya kwamba mtu akioa, ikiwa ni mwanaume, anatakikana ahesabu tangu ile siku alioa 25 years. After 25 years nasikia usukani, alafu mama ana take over. From 26 to 40 years ni mama. From 41 onwards ni watoto. Ndio maana mama akiwanjeka huku nyumbani, mtoto akienda huko anamwambia sasa Kiyoko, wacha tuende huko Mombasa utibiwe huko, na baada ya kutibiwa utakaa huko miezi 3. Sasa ana nguvu ya kukataa, maana ile nguvu ile alikuwa nayo imeisha. Ndio maana Biblia inasema na wewe ukifika huo wakati wa kuseeka utafungwa, upelekwa mahali ambapo hautaki. Sasa nilikuwa nasema nini? Waheshimu wazazi vile walivyo, maana na wewe waelekea huku. Sasa leo naomba tusome maneno machache kuhusu issues facing marriage. Wewe ukiandika, andika issues facing marriage. Whereby we have divorce. Ile tulizungumzia juzi ya kwamba divorce is another issue that is facing our marriages. Yaani mtu anafika wakati anasema sasa mahali nimefika, nimechoka na wewe, na mwingine anasema na hata mimi nimechoka. Watu wanatawanyika. Unasikia ukiuliza mtu baba watoto ameenda wapi? Baba watoto alitoka akaenda kazini lakini hakurudi. Ndio nikawaambia sana wasee wako na reversal calls every now and then. Yaani wao kazi yao ni kurudisha magari yao nyuma, wako na via ya reverse. Lakini wanawake, hata ikiwa gia ya reverse yuko kwa mzee, sisi wacha tuseme mbele daima, nyuma no matter what happens, life is still beautiful. Hiyo basi sijasema ya kwamba ufanye vituko na vitendo ili aweze kuama na wewe uweze kuendelea. Sijamaliza hivyo. Lakini ikiwa ameenda kwa hiari yake, wacha maisha yaendelee katika jina la Yesu. Amen. Ukisoma Matthew 19 verse 3 to 9 utapata hayo maneno huku. Number 2, business. Business ni wakati mtu anasema I'm very busy. So ile China very busy
I mean business. Yani people are very busy, especially wamama wako busy every now and then. Vile government imeleta taa, mtu anakaa kwa biashara saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, alafu akiingia kwa nyumba anapata watoto walilala kitambo, wengine hawakukula, mzee amelala hajakula. Sasa yani nikana kwamba anashikilia mahali fulani ili mzee akimuuliza amwambie nikikuja hapa kulala mapema ili yote nani atanunua. You are very busy. Uko ushauri sisi huwa tunakuwa busy kwa shamba, lakini nyinyi ni kwa biashara. Nasema unajua usiku ndio watu wananunua vitu, ndio kuna biashara, hata kuna choto umepoa. Very busy, hata unasahau. Hayo maneno yanapatikana katika kitabu ya Luke chapter 10 verse 38 to 42, whereby we have Martha and Mary. Martha alikuwa anajishughulisha huko kwa jikoni, maana mgeni amekuja, na Mary akakuja akakaa miguuni pa Yesu. Martha akiuliza, mbona unakaa hapa na mimi nashughulika huku? Yesu akamjibu, Mary amefanya nini? Amechagua lililo chema. Very busy. Tuko busy hata siku ya Ijumaa hatujui sabato inaanza lini, inaisha lini. Watu wakiwa kanisani ako na fikra ya kwamba ni lini mhubiri atamaliza ili angalau saa 11 niende kufungua biashara yangu, na yeye anajihesabu ya kwamba na yeye anapumzika siku ya sabato. Very busy. Hatujui hata watoto wetu wanalala mapema, wengine hatujui tabia zao. Wasee wanaenda vile niliwaambia, anaenda bila kujali, hata ajui watoto wengine wanaitwa namna gani huku shuleni, maana hawajai kaa meza moja. Ndio maana tukasoma Psalms 128 verse 2 to 4 ya kwamba mwanaume mzuri huwa anakaa kwa meza na watoto na bibi yake. Number 3, absent father figures. Absent father figures. Mwanaume ako kwa nyumba lakini leo absent. Ako kama ile picha ya Daniel Toroitich Arap Moi ikiwa kwa ukuta. Ile picha ukimuita ile picha itaitika. Mzee anakaa kwa nyumba kama picha iliyo kwa ukuta. Huenda ikawa mimi na wewe ndio tumesababisha mzee akae kama picha kwa ukuta, na huenda ikawa yeye ndiye anapenda kukaa hivyo, maana akijishughulisha kwa shughuli fulani huenda utamwachia. Sasa yeye anakaa tu kama mtungi umewekwa maji. Absent father figures. Huenda ikawa wewe ndio umemfanya hivyo, ama yeye ndiye ameamua kukaa namna hiyo. Lakini sana wanawake sisi ndio tunasababisha. Mwanaume anakaa kwa nyumba, ana sauti, hata akiongeleza watoto hawajali ya kwamba baba ameongea, lakini watoto wanaogopa mama. Mama akiongea ni kama simba ameguruma. Ndio maana unaposoma Waefeso 5 mstari wa 22, Biblia inasema wake tuwaheshimu nani? Tusipo waheshimu watakaa kwa nyumba absently minded. Lakini hiyo najua kila mwanamke anajua mahali anaweka redio yake ili iweze kushika mahali popote ile station anataka. Ikiwa ni Ramogi, anajua Ramogi nichekelea redio yangu chini iweze kushika. Sasa lazima aiweke juu kidogo. Ikiwa ni yeye sasa kama sisi huko Ushago tunajua mahali unaweka ili ukituni sasa inaanza kuimba, inaanza kuongea. Kila mwanamke anajua redio yake iliyo mwanaume. Na number 2, Isaiah chapter 3 verse 12. Biblia inasema ya kwamba wazee na watoto wanawake ndio wanawatawala. Hani atasoma Isaiah 3 verse 12. Isaiah 3:12. Biblia inasema hivi:
Katika habari za watu wangu, watoto ndio wanaowaonea na wanawake ndio wanaowatawala. Mama ndio anatawala poma. Alafu enyi watu wangu, wakuongozao wakukosesha, waiharibu njia ya mapito yako. Acha hapo. Yaani ikiwa mama ni kirani elder na mzee sio kirani elder, akiingia huko kwa ofisi ni kirani elder, na akiingia kwa nyumba pia anataka awe kirani elder. Hajajua ya kwamba mzee ni kichwa. Hiyo basi ningekusia kwamba ikiwa wewe ni kirani elder uko ofisi, ukiingia kwa nyumba, aliye sasa kirani wa nyumba ni mzee. Tusiwafanye wakae kimya, halafu chochote kikitokea yeye atanyamaza aseme ulisha mama, maana yeye ndio mtawala. Tusiwe watawala na sisi ni watu wa kusoma Biblia. Another thing, lack of discipline. Ikiwa watoto wetu hatujawatunza vizuri, it is another issue. Maana mtoto anafanya yeye anataka akiwa mkubwa, maana haukufanya control mapema, anaendelea kukaa vile. Especially ikiwa mtoto ni mmoja, amezaliwa wa kike ama wa kiume peke yake kwa familia. Yaani mtu analea mtoto kama yai. Huyo mtoto hawezi kuchapwa, maana ni yeye peke yake. Especially wale tuko na kijana mmoja. Ikiwa mama mkwe na majirani walikuwa wanakucheka ya kwamba uko na wasichana peke yake, sasa utaki huyu kijana aguswe, hata baba yake hawezi kumgusa. Akimgusa unamuuliza, lakini wewe unajua niliyoyapitia wakati sijapata huyo mtoto. Sasa ni kana kwamba hata kama mtoto kako kama yai. Unajua yai ikianguka chini, nini itatendeka? Itapasuka. Sasa unalea mtoto kama yai, anaharibu vitu vile anataka. Yaani unasema, mtu akimgusa ni kana kwamba amenigusa, na amenigusa roho yangu. Yaani mtoto anakaa roho ya mzazi. Lakini unaposoma Proverbs 23 verse 13 and 14, imesema fimbo. Aomba tusome maana hii wiki kwa 23 verse 13 and 14. Biblia inasema, Mithali 23 fungu la 13, usimnyime mtoto wako mapigo. Maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Utampiga kwa fimbo na kumwokoa nafsi yake na kusimu. Yaani walio kanisani hata tukisoma hataki mtoto wake achapwe. Wale wako nje wasio kanisani hawataki watoto wao wachapwe. Sasa tumefanana. Biblia inasema ukimchapa hata kufa. Lakini vazi votini atafanya nini? Utampiga kwa fimbo na kumwokoa nafsi yake. Ukimpiga kwa fimbo ni kumwokoa nafsi yake. Ingekuwa kiruga Kiingereza zaidi, lakini utamuokoa, maana utamrekebisha. Na ningependa kusema ya kwamba ukiona mtoto wako kwa nyumba anakaa tumbe, huyo na yeye si nzuri. Huyo mtoto ako na kasoro. Mtoto ni yeye wa kufanya vitu ili unapata nafasi ya kumrekebisha. Hiyo usikubali mtoto akae kama wiki yuko nje na vijini wageni. Wacha afanye vitu. Unajua akiharibu ndiye anajua. Hiyo basi sijasema akiharibu na mgongo kwa kichwa. Ukigonga mtoto kwa kichwa akienda shuleni atafikiria ya kwamba na huyu mwalimu hapo shuleni ni mwenda wazimu. Sasa mwalimu akimuuliza swali yeye anakinga kichwa. Anafikiria ya kwamba na yeye pia atanigonga. Ikiwa anakinga kichwa afikirii kumpa mwalimu chibu. Hiyo basi Biblia ikisema fimbo, huko kwa lugha yetu tunasema ekerayo. Kale kafimbo kadogo chembamba, amtia kwa miguu, anajua unataka afanye nini. Hiyo basi usimlea mtoto. Ndio maana Proverbs 29 verse 15 nasema anayemruhusu mtoto
afanye vile anataka, analeta aibu kwa mama yake. Hiyo niliwaelezea juzi inavyomaanisha. Nitaisoma haraka. Hebu soma. Methali 10:26 fungu la 15. Fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa umwaibisha mamaye. Umwaibisha mamaye. Aliyeachiliwa anafanya kile anataka, anachapa mgeni, anasumbua mgeni, anaitisha mgeni pesa, akiingia kanisani hatulii. Yeye kazi yake ni kutembea hapa na pale. Umwaibisha mamake. Hata ukisoma Proverbs 22:6, Biblia inasema mtoto akiwa mdogo mrekebishe. Leo mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Hata akiwa mzee hata iacha. Mlete kanisani. Hata akiwa mkubwa, hata ukiona ni kama ataacha kanisa, hata akiacha tena atarudi. Maana atasema hiyo kanisa nililelewa huku, hajasahau. Lakini watu wengine tunawaacha watoto, tunawaachilia uhuru, tunasema hata wewe kaa hapo kwanza, kihuru kimenikosa. Hasa mtoto anakaa kama kibuyu ya nyumba. Yeye ndio kuhuri, anafunga nyumba, maana mtu hawezi kuingia wakati mtoto wako. Unafanya mtoto wako anafunga boma, wewe unakuja kanisani. Another thing, financial pressure. Pesa, especially wa mama. Yaani mtu hataki kuridhika na ile kidogo wanapata. Anataka aishi maisha yaliyo juu, lakini mapato yako chini. First Timothy chapter 6:6. Timotheo wa kwanza 6:6. Biblia inasema, walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kuridhika ni faida kubwa. Ujamaliza? Hebu endelea mpaka mstari wa 10. Kwa maana hatukuja na kitu duniani. Hapa duniani hatukuja na kitu. Tena hatuwezi kutoka na kitu. Hatuwezi kutoka na kitu. Fungu la 8. Ila tukiwa na chakula na nguo. Tunaridhika na vitu hivyo. Waacha turidhike na hivyo vitu. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotefu na uharibifu. Acha hapo. Waje turidhike. Ikiwa wewe unachoweza ni sukuma wiki, kula hiyo. Hachana na maya ya kusumbuka ya kwamba jirani hapa huwa anakula samaki kila siku, anakula nyama kila siku, na mimi nakosa nini hujaninunulia. Ukiona mwenzako amevaa nguo ambayo hawawezi, wacha kusumbuka, wacha kushughulika. Wewe ridhika na kile kidogo ulicho nacho. Proverbs 20:13. Nayo pia kuna neno huku. Methali 20 fungu la 13. Biblia inasema, usipende usingizi, usije ukawa maskini. Watu wengi wale wanaangalia vitu ya watu, wale ambao hawaridhiki, wale wanapenda usingizi. Anataka alale ili vya goero vikuje. Lakini unaposoma hata Waisraeli waliambiwa ya kwamba ndio maana itakuja, lakini mtakusanyika mahali. Haleluya. Haitakuja kila mtu kwa mlango yake, lakini mtu analala, anakaa, hana la kufanya, lakini akiona mwingine amefanya bidii, amepata kitu, na yeye anadai. Usipende usingizi. Fumbua macho yako nawe utashiba chakula. Fumbua macho yako nawe utashiba. Hiyo ambayo unaona kwa mlango mwingine itakuja kwako, maana na yeye ameweka bidii, haijakuja bila kutafutwa. Haleluya. Amen. Another thing, lack of communication.
Lack of communication. Proverbs 15 verse 1. Mithali 15 fungu la kwanza, Biblia inasema kwamba jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Yes. Yani kule kujibu, yani kwa njia rahisi, msee akiuliza ni wapi ile kalamu yangu, heri wewe ulisoma, mimi unaniuliza kalamu, mimi huwa natumia kalamu kwa kuzalisha sufuria ama vikombe. Heri wewe, yani kiuliza kitu, heri wewe. Alafu ukitaka unatusi mtu, msee anauliza wewe sio sababu zangu siko wapi, yani mpaka hata soksi unaikiza nito nikutafutia hata soksi, kwani wewe unafanya nini? Hiyo inaleta hasira. Lack communication. Biblia inasema maneno yetu yawe maneno ambayo ni rahisi. Hata Waswahili wahenga walinena maneno matamu umetoa nyoka wapi? Pangoni. Yani ukiitisha kitu usiweke lazima, usiongee kwa sauti. Yani umeenda kuwa kuacha pesa ya mboga, enda utarudi, nitaona utakula nini. Nacheza na mimi, nimeshughulika mpaka nimechoka. Yani unaniona kama punda. Colossians 4 verse 6, Biblia inasema nini? Wakolosai 4 verse 6. Wakolosai ndio Colossians. Biblia inasema Wakolosai 4:6, Biblia inasema kwamba maneno yenu yawe na neema siku zote. Maneno yenu yawe na neema siku zote. Akikolea munyu, mpate kujua jinsi wapasavyo kumjibu kila mtu. Kila mtu ajue jinsi ya kumjibu mwingine. Wazazi wajue jinsi ya kujibu watoto. Watoto wajue jinsi ya kujibu wazazi. Mwanaume ajue jinsi ya kujibu mwanamke. Yani mwanaume alikuwa anapita na mimi nilikuwa nakaa chini kwa ajili ya choto, alafu akipita ananikanyaga, kuuliza mbona unanikanyaga hivi? Nimesikia uchungu na yeye anajibu. Si unaona napita, yani weka miguu kama miti, haya ningepita wapi wewe? Ile jibu lako utajua ujui, wacha wakati ufike. Wakati utafika. Wamama tuko na sensi 6. You get a punishment ambayo hautamaliza. Jibu mtu I'm sorry, sikuona. Lakini wazee aambiwe mama I'm sorry, mbingu itashuka. I'm sorry. Hiyo haitawezekana. Instead ni ugomvi. That is why I told you petty things destroy the big ones. Ile kuvuka tu na kumkanyaga, alafu na kuanza ugomvi, off is not a live. Hiyo tunayaona. Another thing, negative media. Mtu ni Mkristo, lakini angalia wallpaper yake. Ameweka mwanamke, sio mimi, sio sister yake, sio mtoto wake, ni mwanamke aliona mahali. Na mwanamke isahau naked. Hiyo ndiye anaweka sasa, akigusa simu hivi, huyo ndiye anaonekana. Sasa tukijifunza ya kwamba wanawake na sisi tukijitahidi tuonekane maridadi kidogo, anayestahili aone, anayestahiliwa aone hayo maridadi ni kipofu. Nimeshinda nikivalia vizuri hapa nje, angalau ya kwamba ticha apate na mimi
iko mabadiliko kidogo, lakini akicha anakimbia kwa runinga, anataka aone Azimio la Umoja walisema nini. Mtoto Mungu sama papa amekuja, mtoto anavukuzwa, anaambiwa kwenda nanoni jikoni, wanapigia kelele. Sasa ya maana ni Azimio la Umoja, UDA, hiyo ndio ya maana. Negative media, mtu yaani chakula analetwa kwa mesa, na kwa vile ako WhatsApp, ako Facebook, yaani tunakula, tunamaliza, tunaenda kulala, yeye hajamaliza. Sasa akicha saa 4 ndio hiyo, saa 5 ndio hiyo, nipiki sensi wewe nani sensi. Nimemalizia hapo. Sitaendelea. Sasa hiyo pia is another issue. Hiyo inatusumbua sana. Hata mwanamke ako WhatsApp, unasubiri chakula mpaka mwanaume anaenda huko jikoni kuangalia, anapata kwa WhatsApp na mboga zimeungua. Maana shati mboga zimeungua. Mwanaume kuuliza, sasa ukianza saa moja hadi sasa hujapika, shida iko wapi? Unasikia akisema shida iko wapi? Hata wewe uone. Kwani hujaona shida iko wapi? Ukitafuta shida haiko, maana anatumia gas. Lakini anauliza wewe hauoni shida? Sasa inabidi mwanaume anamgonga kidogo, na mwanaume anasimu, sio yeye anagonga tu makosa. Ni makosa tu ya kudirei kuleta chakula ndio anagonga, lakini anagonga nani? Mwanamke. Hivyo basi tuchunge negative media. Ya mwisho, materialism. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Yohana wa kwanza 2 mstari wa 15 mpaka 17. Biblia inasema, Yohana wa kwanza 2:15, Biblia inasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Msipende dunia wala mambo yaliyomo. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kupenda dunia, yani kupenda dunia ni kupenda vitu vyako. Yani mtu anasema hiyo ningefanya ikiwa ni kazi ya Mungu, hiyo ningefanya, lakini because of unavoidable circumstances, kwa sababu ya zile sababu ambazo hazingeepukika, sasa sitapatikana. Yani kazi ya Mungu sababu hazingeepukika, lakini kazi yake anaamuka usiku, anaanza. Hiyo ndio kupenda dunia. Yani ukianza kufanya kazi, unaanza kutoka Sunday mpaka Friday saa 3 saa 4 ndio unafunga biashara. Na unajua shetani anajua. Yani anazuia customer kuanzia saa 10 saa 11. Ikifika saa 12 na customers wanakuja, wanataka wauzie wewe. Sasa unaanza kujiuliza hawa makastomers walikuwa wapi? Na wewe yani niseme nini? Ujali. Nasema hii sasa ndio Mungu amenibariki. Wacha niusause, maana saa hii ndio wameanza kuja. Wacha niusause. Unauza. Malaika ndio kuleta ni baraka kwa boma, wanapata wewe unauza huko. Alafu wanarudi, wakifika kwa gate unapata malaika wa Shetani, maana ya Mungu yalienda. Alafu unaanza kuambaliza watu na sabato inaendelea. Maana ukisoma Biblia tujue ya kwamba sabato inaanza lini. Na Biblia inasema tutafute ufalme wa mbinguni kwanza, na mengine tutafanya nini? Kwa maana Biblia inasema tusipende dunia wala vilivyomo ndani. Tutunze sabato. Tukiwa ndani ya sabato, tuwe huko kimafikira. Wengi huwa tunakaa hapa, lakini tunafikiria vitu vingi.
Mtu anafikiria madeni yake, yaani anakaa hapa kwa kanisa, lakini anajiuliza ni lini, kuna maneno ya kitabu ya Amos, ni lini siku itaisha, ili tuende kudanganya, tuende kupima sekeli, ili tuuze. Yaani tuko ndani ya kanisa na tunauza kwa fikira zetu. Ndio maana unasoma Yesu alipopata watu wakiuza ndani ya kanisa aliwafanyia nini? Halafu sisi tunasema sisi hatujauza. Wewe unauza kwa fikira, unafikiria wanaoleta wauze physically ndio wanauza siku ya Sabato peke yao. Mungu atusaidie ili ikiwa sisi ni wa Sabato tuwe watu wa Sabato halisi. Maana Sabato haitaishia hapa. Biblia inasema ya kwamba hata mbinguni Sabato iko. Haleluya. Nani atasoma Isaya 66 verse 23? Isaya 66 fungu la ngapi? 23. 23. Biblia inasema hivi: na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato, na Sabato hata Sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu. Wanadamu wote watakuja kuabudu. Sisi sote wale tutaenda mbinguni kuabudu kutakuwa. Haleluya. Ndio maana unaposoma katika kitabu ya 2 Timothy chapter 4 verse 7, Biblia inasema ya kwamba Paulo anasema nimepiga vita, nimemaliza mwendo, lakini hajamaliza injili. Haleluya. Amen. Akuonyesha kana kwamba injili itaendelea milele na milele. Amen. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Kufikia hapo, nani ako na swali ama kitu cha kuongezea? Unajua dakika 30 zimeisha. Ikiwa hakuna mtu,
kitambo tutakutana ng'ambo pale. Okay, tunaomba. Asante Muumba wetu, asante kwa kipaji cha baraka umetuwezesha Jehova. Baba, umetuongoza tulipoanza na tumefika wakati wa kukwea Jehova. Baba, endelea kutuwezesha yale tumepata Jehova yapate kuwa manufaa katika mioyo yetu Jehova. Na wale wanaotusikia Jehova, naomba upate kuwafikia ili wapate kusonga karibu na wewe mwenye nguvu zote. Mungu wetu na Baba wetu uliye juu mbinguni, tutakapoachana Jehova, tupate kuachana kimwili bali roho zetu ziwe pamoja. Tuongoze katika kila jambo, tuongoze katika kumarisha imani yetu Mungu wetu. Na mnenaji Jehova na mweka kwako, endelea kumtumia kama chombo ili wengi wapate neno hili aliyokuja nayo Jehova. Nasi tunapotoka Jehova tusitoke bure, bali tupate kushika yale tumepata siku ya leo, hata siku zingine Jehova, yale tutakayoyapata. Kuwa nasi katika usiku wa leo, tuongoze mpaka siku nyingine ili tupate kusonga kupata neno lako. Baba, nimeomba hayo machache katika jina la Yesu Kristo. Amen.